ikaondoka, akabaki mpweke. Kumbe bana, ilionekana kama Linda hataki kurudi tena kule. Ameanza kuyazoea maisha ya pale bana, na alikuja kuitwa na Davis bana, lakini Linda akamficha na hakumwambia chochote, na akaanza kumlaumu pale, wewe umekaa tu, mimi ndo natafuta chakula na kila kitu na kuhudumia, wewe unajikuta nani? Baada ya hapo Davis akaanza kumtupia maneno pale na kumwambia wewe ni mwanamke si chochote, na akajaribu kulazimisha kusimama pale na kutembea kuangalia kama na yeye anaweza kufanya chochote pale ili Linda amwamini kwamba yeye ni mwamba, na akaanza bana tengeneza mitego pale anase kiumbe pale. Lakini siku zilivyozidi kwenda, Davis alizidi kuambulia chochote bana zaidi ya kula wadudu na vinginevyo ambavyo havifai kwa kuliwa bana. Lakini Linda alikuwa akiandaa matunda na kila kitu kwa ajili ya yeye kula, na huku Davis akiona wivu kweli kweli, na Davis njaa ilikuwa ishamshika kweli kweli. Uvumilivu kamshinda bana, ikabidi aende kula na Linda. Uvumilivu kamshinda bana, ikabidi aende kula na Linda, na walipomaliza bana wakaenda kukaa ili wapumzike. Ilipofika kesho asubuhi, wakaanza kutafuta namna yoyote watachopata chakula bana na vitu vyovyote, na Linda akaanza kumwelekeza Davis kwa sababu yeye ameshakaa huku na anatembea, ila Davis alikuwa ameganda na kumuonyesha kwamba kuna matunda mengine ni sumu na ni mabaya kweli kweli, na akaanza kumwelekeza mazingira na kumuonyesha kwamba huku inaonekana kuna watu wanaishi, maana kwa mbali walikuwa wanaona moshi ukitoka, na Davis alikuwa amechoka kweli kweli, ikabidi akakae kwanza. Sasa alipokaa kwa bahati mbaya bana, Linda akateleza na alikuwa angalie nyuma, akateleza Linda na Davis, na ikabidi Davis amsaidie pale. Alipomsaidia sasa, ikafika kwenye ile moment ya Wahindi bana, labda kuna hisia fulani zinaanza kuingia kati yao. Baadaye wakaenda kula pale na wakaenjoy kweli kweli. Mida ya jioni upepo ukawa mkali sana, yani upepo ukawa mwingi na ikawafanya wakimbie hadi banda lao likavunjika pale. Baridi ikawa nyingi na ikabidi Davis amkumbatie Linda ili ampe baridi, na kwa kile kitendo bana ikawafanya waoneane aibu bana, na wasiwe wanaangaliana pale. Ilipofika asubuhi, na Davis akamwambia ni mambo ya kawaida tu azoe, na kuna matunda bana walikula. Ilipofika usiku na wakajikuta wameanza kusinzia pale, na wakajikuta kama wameanza kulewa bana, na Davis akaanza kujaribu kuondoka pale kama ataweza bana. Kumbe bana, Davis alimlisha matunda yenye sumu Linda kwenye chakula bana, na Linda alianza kusinzia na kujisikia vibaya kweli kweli. Lakini Davis alikutana na mawimbi makubwa na mazito, yakamrudisha tena ufukweni, na Linda alipopata nguvu akamsaidia Davis, na Davis alisikia aibu kweli kweli, ikabidi aombe msamaha bana. Linda akamwambia huwezi kuondoka peke yako, maana wewe ni mwanaume jina tu, yani hujiwezi bana. Davis alijisikia vibaya kweli kweli, na Linda akawa anamuonyesha bana, mimi ndo kila kitu, na kumwambia kwamba nina hadi silaha na nimepata hadi kisu, ngoja tufanye kitu hapa. Na Linda alikuwa anamtolea vitisho Davis kweli kweli, hadi Davis anaonekana mpaka kama anataka kulia hivi kwa huzuni, na akawa kama vile anataka kumkata sehemu zake za siri. Kumbe bana,
alikuwa anaua panya tu na kumtolea vitisho kwelikweli, akuwa akimwambia ukizingua mimi nitakuua bana. Na mara ghafla ilipokuwa ni majira ya mchana, waliona mtu bana amekuja na boti, na hiyo boti sijui ametoa wapi na sijui ametoka wapi bana, lakini inaonekana wanafahamiana na Linda, na alikuja kumtafuta Linda na walifurahi kweli na kukumbatiana pale walipoonana, na Linda alianza kushukuru kweli kwa kumuona rafiki yake, na alimwambia huyo rafiki yake sasa ni wakati wa kuondoka. Na kumbe bana, huyo rafiki yake hakuja mwenyewe, alikuja na mzee mwingine bana, na ikabidi sasa waende wakamtafute Davis bana. Ile wanakwenda kumtafuta Davis tena, ule rafiki yake naye akaanguka pale pale. Alivyoanguka pale pale bana, Linda inaonekana kama kuna kitu alikuwa anataka kufanya au alikuwa ameshtuka kweli. Sikujua ni kwa nini, ila twende mbele tutaelewa. Mara ghafla tunamuona Linda akiwa ni mpweke kweli na hana hamu ya kuongea na hana mudi yoyote, na alipofika akafika na kulala tu na haongei hadi Davis alishtuka bana, na aliona nguo pale, ikabidi naye aingie msituni na kwenda kuangalia vipi aliona nini, lakini kumbe bana Davis alikuwa ameenda kuinda nguruwe poli bana, na kwa bahati mbaya sasa akakanyaga mti, na nguruwe poli bana wa huku walikuwa ni wajanja kweli na nguruwe alikimbia. Kumbe bana yule nguruwe alikuwa akila mtu bana, na mkono ulikuwa juu, na Davis alikuwa anaujua huo mkono, na aliona pete inaonekana ilikuwa ya mchumba wake na Davis bana, na Davis alikimbia na kumuonyesha Linda kwamba nimepata pete hii hapa ya mchumba wangu akiwa amekufa, na nimechukua kisu, sasa tutaona nani mwamba. Na Linda bana akaona akimbie. Sasa Davis akaanza kumtafuta na kumkimbiza Linda, nia na mazumuni amalize bana, maana Linda alikuwa anamtesa kweli na aliona viatu, na akaanza kumtafuta Linda yuko wapi akitaka kumaliza, lakini Linda alikuwa ni mjanja kweli na akamfunga kwa nyuma Davis na akaanza kugombana naye, lakini Davis akamshinda nguvu pale na kumshindilia kweli na ugomvi ukawa ni mkubwa pale. Bahati nzuri sasa kutu kilidondoka pembeni bana, na Linda akakichukua bana. Linda alivyokichukua anakuja kumtafuta Davis amuoni, kumbe Davis kakimbia bana, na hatujui kakimbia nini, ila kakimbia na kuna sehemu anaelekea. Linda ikabidi na aanze kumtafuta. Sasa ikawa ni mtafutano bana, lakini kumbe hayo maeneo ya hicho kisi kulikuwa kuna nyumba, tena nyumba nzuri tu, na hiyo nyumba kumbe bana ndio ilikuwa ya wale watu waliokuwa pale bana, na walikuwa hawajui. Na Davis alipokimbia akakimbia kwenye hiyo nyumba na akakuta nyumba ni kali kweli na alikuwa ana njaa na kiu kweli. Akaanza kunywa maji pale na kula msosi huku akiangalia kama kuna mtu kiza haja yake. Ikabidi sasa aanze kuangalia na kuangaza kama kuna mtu yoyote au kitu chochote, lakini aligundua kwamba kamera zinamuona. Ibidi apasue bana zile kamera na kuanza kukagua nyumba. Kumbe mwenye nyumba yote alikuwa akiyaona bana, na ilipofika asubuhi Linda na yeye alifika pale na kuona bana ile nyumba, na yeye akavizia akafika naye kwenye nyumba. Wote walikuwa wana njaa, kwa ikabidi na yeye aanze kula pale. Sasa Linda akawa anatukumbusha yaliyotokea nyuma na yaliyojiri, kwa nini alikuwa na pressure sana. Kumbe bana ilipotokea ule binti alipoteleza pale, Linda bana
alimpiga yule mzee gogo la kichwa bana, na wakadondoka wote wakafa bana, na ndo maana hii nyumba haina mtu. Na Linda bana alikuwa na hofu sana, lakini Linda alimkuta Davis, na Linda alikuwa ameshapata silaha bana. Linda alikuwa ameshapata silaha na kumwambia Davis akiri kwamba atomsumbua tena, na akawa anataka kummaliza pale, lakini Davis kumbe alikuwa bana naye ana silaha ameshika kwa nyuma na ameficha bana. Ile kuja kushtuka hivi Davis akamfanyia mchezo bana na akamnyang'anya silaha yake. Kuja kuangalia kumbe ile silaha ambayo Linda alikuwa nayo ilikuwa haina kitu, na Linda akachukua kifaa kingine pale bana na akakipiga bana na kupiga ile risasi, na pale akammaliza Davis bana, na kumbe bana Davis alikufa na Linda alifanikiwa kutoroka bana. Na kumbe Linda alikuwa na roho mbaya kweli kweli, na alifanikiwa kuondoka mwenyewe bana. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hadithi yetu tamu bana ya leo. Na kumbe Linda alienda kuishi na kutumia utajiri wa wale aliowaua bana. Usisahau kufollow, kusubscribe na kushare na kuacha maoni yako kwa kipi tuongeze na kipi tupunguze.